mwanadamu mahali popote katika Biblia yeyote utamtaja, wataja wote mwanadamu ambaye ameinuliwa, including mwanawe Yesu Kristo, akiwemo mmoja wa wale wanaume Mungu aliita. Hakuna mtu Mungu aliita kwa sababu ya mahitaji yake mwenyewe. Wote wamesimamishwa na Mungu kwa sababu ya mahitaji ya watu wengine. Kwa hiyo kama ulianzisha kanisa sababu hauna kitu kingine kufanya Nairobi, Kenya, kama ulianzisha kanisa kwa sababu wale watu wengine na wao wote, huyo kuna kanisa hapo imefanya vizuri, mwingine kuna kanisa pale imefanya vizuri, mwingine alianzisha wiki iko vizuri, na mimi nitaanzisha, iko shida. Iko shida. Kama ulianzisha kanisa sababu uko na gift, hii muandike na msisahau. Kama ulianzisha kanisa sababu uko na kipawa ya kuongea kama Betty, ulianzisha kanisa sababu wewe ni prophet, unatabia watu mashida zao zote. Kama ulianzisha kanisa sababu ulikuwa na pesa ya kununua land na kujenga, iko shida. Iko nini? Shida. Iko shida. Kanisa la Mungu linaanzishwa na maono ya Mungu. Mungu ndiye huachilia maono. Mungu ndiye huachilia mzigo. Ndipo unakuta kanisa nyingi sana inapotosha watu. Sababu hata kiongozi mwenye kanisa alifaa katika anga ya kiroho, alifaa kuwa mshirika wa mchungaji mwingine. Lakini sababu alikosana na mchungaji, anajua wacha kanisa pale mambo hiyo ili nibebe wanayuthi wote na mama wote. Tuko katika semina ya kiongozi. Siwezi nikasema niko na shirika. Na lazima mnielewe sababu nisiposema hivi nitakuwa ninawakosea. Vision. Mimi mwenyewe mahali niko nimesoma zaidi ya mchungaji wako. Itabidi arudi shule miaka mingi sana kunifikia. Na labda anaweza kuanza kunifikia. Sababu mimi nitakuwa naeleza. Kazi ambayo mingi sana anafanya mchungaji wako kanisani. Ananiita. Na mimi niko chini yake katika uongozi. Ananiita, ananiambia nataka upange hivi, nataka upange hivi. Na ninafanya hivi. Watu zaidi ya watu 10. Mimi kuna baba mmoja alikuja, akasimamisha gari hapo kwetu. Na ni mchungaji askofu mkubwa sana hapa Kenya anajulikana. Akaniambia, "Kuja hapa binti yangu. Nataka uniruhusu nikufungulie branch." Unaona branch ya kanisa. Na nilihebu kufungua katika taifa hili. Nilihebu mimi najua nikifungua sababu kila jina ya kanisa itakuwa na washirika 100 saa ya kwanza. Akaniambia kwa sababu tunajua ile power ubebe. Na nataka nikupatie platform utakuwa be free. Nikamsikiliza. Nikamwambia askofu, mimi Mungu hajaniita kuplant church. Mimi Mungu ameniita kufundisha viongozi. Kwa hivyo nitaendelea kufanya hiyo yote ninafanya nikiwa chini ya mchungaji. Hakuamini. Sababu nilijua katika uelewa Mungu amenipatia, nilielewa. Sasa nitafungua kanisa. Sio sababu nimepokea maono ya Mungu. Ni sababu kuna mchungaji fulani anataka kuonyesha watu wengine ile mimi ndio hilo. Mimi ndio ninasema hapa. Kwa hiyo kuna njia nyingi sana za kufungua kanisa. Kuna njia nyingi sana za kufungua huduma. Nehemia, Biblia inasema aliposikia shida iliyokuwa Yuda, akalia na akahuzunika. Lakini baada ya kuhuzunika sababu ya ile shida, the need, hakuamka kwenda, akaenda akaomba siku nyingi na akafunga. Ndio aweza kupata picha kamili. Nimesikia, nimehuzunika, imenigusa, lakini nifanye namna gani? Niamke niende Yerusalemu?
niamke tu nivute kazi sababu nimeitwa na nimesikia mwito, niachane na kazi sasa. Kwa hivyo ndio aweze kupata picha kamili, clarity. Na hiyo ndio nataka niongelee katika vision. Ukikamata nini, ukielewa nini, hitaji ile Mungu amekuonyesha, rudi kwake akupatie kitu inaitwa mwelekezo, clarity. Clarity ndio ujue nilikuwa kabisa naitwa nikafungue kanisa, ama nilikuwa ninaitwa nikahubiria wa wanafunzi shule, ama nilikuwa ninaitwa nianze huduma ya mitaa ya evangelism. Pata clarity ya picha, pata kabisa hiyo nini, hiyo nini nimekuja kusuluhisha namna gani. Sababu kuna shida kubwa, ukisikia kidogo una mwito unafungua kanisa yako, nikisikia niko na karibu kidogo nafungua yako. Sasa ndio unakuta vita ilitoka duniani imerudi kanisani, mchungaji kwa mwingine, mshirika kwa mchungaji, mchungaji kwa mshirika. Vita ilirudi kwa nyumba ya Mungu. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa misplacement, yaani kila mtu ako mahali pasipofaa. Tuko mahali ambapo pasipofaa. Wewe uko mahali hutafai, mimi niko mahali sifai. Tuko kwenye hatufai, na ndipo unakuta kila mtu ni vita. Sababu siku ile nitajikuta niko mahali panafaa, environment ama mazingira yanakubali, mazingira yanakubali. Umeshika hiyo? Mungu, nimeshikwa na huzuni ya watu wa Yerusalemu. Ninasikia mzigo, lakini nifanyeje? Nichukue hatua gani? Go back to the vision giver. Rudi kwa mwenye kukuelekeza, akupatie maelekezo ambayo inaeleweka. God, Mungu hawezi kukupatia maono ambayo auelewe. Nilikuwa pale kanisani sana, nakuta na watu wengi wananiambia, "Pastor, nilipata vision, na mimi sielewi. Niliona sijui nini. Nikaona hivi." Kimchezo nawaambia, "Rudi tena ulale wote." Kwa sababu kama imetoka kwa Mungu. Mungu akikupatia kitu hauelewi. Ana expect nani ya kuelewesha. Ukipewa kitu cha Mungu na ukielewi, mwanadamu gani ataelewa? Kama Mungu hana uwezo wa kukuelewesha, ni mwanadamu gani atakuelewesha? So lazima maono yale ulipate. Na ninasema kwa sababu sisi wote sasa hapa tuko na makanisa. Angalia ni changamoto gani tunapitia, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana katika huduma. Go back to the vision. Na kurudi kwa vision sio kumaanisha umefeli, umeanguka. Kurudi kwa vision ina maana unataka kutembea the rest of the journey. Safari hii imebaki, unataka kuitembea katika uelewa kamili. Sawa sawa. Sababu tayari umeshaamka, umeshaanza kanisa it's 5 years old, it's 10 years old. Ina miaka kadhaa. Hauwezi kuvunja kanisa. Hauwezi ambia watu mimi siko nimeitwa, sasa nimefikiria. Rudi kwenye maono Mungu alikupatia. Mahali tunaita kwa Kiingereza drawing board, the foundation, misingi. Angalia ni wapi kutoka hapa nilichukua njia bila kuuliza Mungu. Ni wapi hapa nilifuata umati. Ni wapi hapa nilielekezwa na watu na wala sio Mungu. Tunaelewa? Because for every vision kusucceed, maono yote kusucceed mpaka yaelekezwe na njia ya mwenye maono. Na mchungaji, nataka uelewe kitu kimoja. Kama maono ile ulianzisha ni yako, then there is something very wrong. Maono ambayo yanahusu mwili wa Kristo yote inafaa kutoka kwa Mungu. Any vision you pursue, kila maono ambayo unafuatilia yanayohusu Mungu lazima iwe imetoka kwake. You cannot dream for God. Hauwezi kuota. You cannot dream for him. Mwenyewe ndiye ako na dream ama vision ya kazi yake. Wewe unaingia kama mtendakazi. Mimi naingia kama mtendakazi. Na tukiingia kama watendakazi, kuna ile tunaita grand plan, ile strategic plan. Wewe una mahali pako, John Paul unaingilia. Bishop mwingine kuna mahali pako pa kuingilia. Sababu tunaingia
kazi ya mtu. Tumeingia kwenye maono yake. Akakushikisha maono ya njia yeye anataka upitie. Akakushikisha ile maono ya njia yeye anataka upitie. Mwili wa Kristo, maono ni ya Kristo mwenyewe. Na ndipo alimwambia Petro, only this rock, kwenye huu mwamba, the revelation, uelewa na ufunuo wa Kristo, on this rock, kwenye huu mwamba, najenga nini? Kanisa la nani? Langu. Hakuna mchungaji kuna kanisa lake. Sisi wote ni kama maasha. Kuna wasichana wanasimama pale na baba. Jumapili wanaingisha wale. Anamwambia keti hapa, keti hapa. Mchungaji yeyote ama kiongozi wote wa kanisa au kitu kama hiyo ni asha. Kwa Mungu ni nani? Kazi yako ni kuelekeza watu. Kuelekeza watu. Kuelekeza watu. Na unawaelekeza sababu ile kazi unafanya, unatenda kazi na mwenye kazi. Wewe ni mtenda kazi na mwenye nini? Mwenye kazi. Na hiyo ina maana sana kuelewa ya kwamba mimi ni mtenda kazi pamoja na Kristo ambaye ndiye mwenye kazi. Kwa hivyo kanisa si langu, washirika si wangu, mimi nimepewa hawa washirika na mwenye washirika ni mwangalie. Sawa sawa? Ndio tusije tukafika mahali tunajisahau, sababu mwanadamu ana ile hali ya kujisahau haraka. Ati mimi katika kanisa langu nilisema lazima si lako. Washirika ni mtu amekuletea, na akiona roho ya Vashti inaingia ina mahali na pema, atatuma washirika wako kwa Esther. Akiona kale roho ya Vashti kanainuka sababu haja yake ni washirika, atawapeleka Esther. Esther anaonyesha na ale. Kama watu wa Mungu, especially sisi tunaoongoza kanisa, kama kuna vitu ambavyo tunahisi kabisa hatuelewi maono ya Mungu ilitaka tuende na malani, rudi pale kwenye foundation mwanzo. Ask God, nilichukua ile njia nilitaka, ama nilikimbia, ama nilichelewa, ama niliingisha mambo ambayo haukutaka from pale beginning. Ni muhimu sana. Vision, kitu kizuri ya vision ama maono. Kuna kitu kinaitwa review ama evaluation katika vision. Review ni kumaanisha. Review ni kumaanisha. Kureview watu wote ambao ni wasomi, watu ambao wanaelewa na intelligent people. Kuna kitu wao wanafanya, hata maserikali makubwa. Unaona kama ni serikali ya Amerika. Serikali ya Amerika iko na intelligence ya level ya juu sana. Wale watu ambao ni wanauelewa wa juu sana katika mambo ya intelligence. Wakituma jeshi yao pale Afghanistan ikapigana. Wanapigana kwa muda. Unasikia pale a whole year. Huwa wanarudi Amerika, wale mabrigadier na wale makapteni wote wanarudi pale. Kuna kitu hiyo unasikia inaitwa drawing board. Wanarudi kwa ile meza, wanachora, wanasema tulianza hivi, tukaenda hivi, tukafika hapa tu palikuwa vizuri, lakini hapa komanda fulani kazi kafanyika vizuri, lakini hapa palikuwa na ulegevu, palikuwa na udhaifu fulani. Wanaenda kwa drawing board, wanasema sasa tunatuma jeshi lingine mwezi ujao. Ni wapi marekebisho katika hii plan yetu yote? Kwa hivyo wanaingia wale intelligent, wanasema tuzibe hapa, tufungue hapa, tuweke fulani hapa, tuweke fulani hapa. Kwa hivyo wanakuwa ile plan mahali palikuwa na udhaifu wamefunika. Tumeelewa? Kurudi kwa vision sio kumaanisha umefeli, ni kumaanisha hiyo step nyingine unataka kuitembea katika uelewa mpya. Sawa na uelewa wa ndani zaidi. Usijione wewe ni mjinga. Baba yangu mzazi mnanilea alikuwa ni mzee mmoja very funny. Alikuwa anapita na baba kuta. Nani akumbuka hivi? Nilikuwa less than 10 years old.
Lakini yale mambo mtu anafundishwa na baba yake, na kila mtu hata kama sijazeeka sana, sijasahau na sitasahau. Alikuwa anasema, kuja hapa, Biti kuja hapa, alikuwa anaita Biti kuja hapa. Na kuja ananiambia, nataka uende kwa duka, uchukue kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Ananiambia, umeshika? Naambia, daddy nimeshika. Nimesema uende nini? Ananiambia niende Bluebird, kuja na soda, na Sprite, na Fanta, na mami. Niingia hapo nyuma nichukue sukari, nikuje nazo. Ananiambia, haya, nenda. Unaenda, ukikutana na my brother ama my sisters, watakwambia wakicheka. Ulikuwa unaenda, unatembea ukikimbia, umeenda kama tuseme 100 meters. Anasema, Biti kuja, rudi. Ninarudi. Mimi mwenyewe nafikiria amesahau kitu. Nikifika kwake ananiambia, umekwambia kuja na nini? Sijui kama unafanya kwa baba sasa. Nimekwambia kuja na nini? Sasa maduka iko mbali, maduka iko kama 1 kilomita hivi. Nimekwambia kuja na nini? Namwambia, "Unapenda kuja na Bluebird." Kuja na soda ya Fanta, na soda ya Sprite, na sukari nitoe kwa gunia yangu. Kwa sababu alikuwa na hosi. Ananiambia, sawa, sasa enda. So ninaenda. Halafu nikirudi kutoka dukani ananiambia aje, kurudia sio ujinga. Kurudia sio nini? Those are the lessons I learned from my dad. Nilikuwa kashoga nao sana. Nilikuwa kurudia sio nini? Sio ujinga. Na usione kama watu wanakuona duni ukirudi kwenye foundations. Unarudi kwenye foundations kwa sababu unataka kuhakikisha jinsi unavyoenda juu kuna ustahimilifu kabisa. Foundations are fully well organized. Sasa watu wako kurudia sio nini? Sio ujinga. Rudi kwenye kanisa. Rudi kwenye wale watu ambao ni viongozi na wewe. Kaeni chini waambie, hii ndio maono. Hata niwacha niende step 2. In missionary leadership, kuna kitu kinaitwa mobilizing. Ama si Waswahili mnisaidie. Kumobilize. Hiyo jina mobilize kwa Kiswahili. Yes, ni ile kushawishi ama ni vile kukuleta pamoja. Ni ile kuleta pamoja. Level 2 ya visionary leadership. Level 2 ni mobilizing. Namba 1, vision tumesema you clarify, kuwe na clarity. Na tukasema lazima iwe imezalika na hitaji la wengine, sio lako. Ni hitaji la wengine, sio lako. Na wacha nirudie hapa. Sababu kurudia sio ujinga. Sababu kurudia sio ujinga. Wacha nifungue Biblia. Kama siku nyingine. Genesis, Exodus. Tuende kwa Kutoka, Exodus chapter 2. Ninaongelea kuhusu maono si yako. Sawa sawa kama mchungaji? Maono si yako ni kubebesha Mungu. Sawa? Maono si yako. Kama ni yako Kutoka.
Exodus. Nitasoma kwa Kiswahili, wacha nisome kidogo. Sio kadri tatu. Nimekaa na Wakongo pale kwa vitu vingine. Lakini nawapenda sana Wakongo, nawapenda sana. Hii ni watu ambao tumetoka kwa sana kwa. Kata. Exodus. Chapter 3 verse 1. Kuanzia moja. Tuko pale. Nitasoma kwa Kiingereza halafu tutasoma kwa Kiswahili kwa mistari nitasoma. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, or even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when God saw that, he turned aside to see God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Nataka hapo kwa Moses. Na tumesoma, na ninajua tumesoma hiyo hata siku nyingi sana tumesoma tumerudia. Lakini kuna kitu ambayo imerudiwa pale zaidi ya mara 4. Mungu anamwambia Musa, mimi Mungu ndio nimesikia kilio cha wale. Sawa? Na mimi Mungu ndio nimekuita wewe Musa. Ndio nikasema mahali ndipo Musa msaidika jina yako hapo na wadalai. Mimi ndio nimekuita Musa. Kwa sababu gani? Nimesikia kilio ya wale. Na nimekuita ili nikutume kwa Firauni uende ulete watu wangu. Yaani Mungu alitoa huyu jamaa na kichwa gumu. Na ndio aweze kuelewa lazima nimtie mara nyingi. Ukiona kitu kinarudia kwa Biblia mara nyingi, jua Mungu anaelewa huyu mtu anaongelesha kichwa gumu. Lazima agemrudia, ni mimi nimeona na ni mimi nimesikia kilio. Na ni mimi nimeona kuvinjiwa kwao. Na ni mimi ndio nimekuja nikakuita wewe Musa ili nikutume kwa Farao uende utoe watu wako. Watu wa nani? Maono ni ya nani? Ya Mungu. Maono ni nani? Ya Mungu. Nani ameona? Mungu. Nani amesikia kilio? Nani anakuja kusuluhisha? Kazi ya Musa ni gani? Kwenda tupande. Mungu afanye kazi yake. Kwa hivyo kama sio Mungu alisema Fred. Sio lazima aseme venye alisema. Lakini kama sio Mungu alisema nimeona kilio, nimeona hitaji. Kuna hitaji pale, kuna hitaji pale Kayole. Kuna hitaji. Na wanangu wale walifanyika wakimbizi Kenya. Kuna hitaji. Kama sio Mungu alisema kuna hitaji. Nirudi pale mnaandika kwa swali. Nilifuata sauti gani? Nilifuata sauti gani? Yes. Ndiposa lazima mchungaji wangu, lazima my pastor, lazima my bishop urudi pale kwa drawing board. Drawing board kurudi ni lazima. Sio ujinga. Rudi pale. Sababu ukifuata Musa, Mungu sababu ndiye amepeana maono. Anachukua ile jukumu lake. Sababu mimi nimeita Musa. Na sababu maono ni yangu mimi Mungu. Na sababu wale watu ni wangu. Na sababu purpose na wokovu ni wangu. Lazima mimi Mungu nifuatilie ili nitimize. Watu wengi sana tukielewa wanaishi kwa huko Mungu, Mungu nimekutumikia miaka 50 sioni nani nikutuma. Sababu kama Mungu ametumana anafuatilia. Ndipo unakuta anafuatilia Musa kabisa mpaka kazi inakamilika kabisa. Vitu vingine Musa hanaweza kufanya. Hanaweza kufanya maji kuwa damu. Hanaweza kujaza inzi kwa nchi nzima. Hana uwezo wa kustahimili fedha. Huyu ni mtu alikuwa ameasi, ameua, ako na historia mbaya kwa Egypt. Lakini anaenda tu. Na sababu sio yeye alituma. Mungu anamkausha, anamfanya mgumu na anafanya wale
wasimwadhibu. Kwa hivyo wakati mwingine kama kiongozi ukikuta changamoto fulani inajirudia, rudi kwa nini? Kwa drawing board. Rudi kwa nini? Foundation. Hii kitu nilianzaje? Nilisikia Mungu alisemaje? Unajua Mungu ni mzuri sana, ni mwaminifu sana. Tukirudi kwa hata mara 10 hatoki na sisi. Na atakujibu na atakupatia suluhisho. Step ya pili ilikuwa nimesema katika vision education ilikuwa mobilizing. Mobilizing ni ile kukusanya, kuleta pamoja vitu na mali, watu na mali, people and other resources like material. Unakuta Nehemia, sababu that's the key word. Nehemia alipojua venye Mungu anataka na aliposhika yale maono na akaomba, step ya pili baada ya kuomba ilikuwa kukusanya vitu au mali ambayo ilihitajika ili maono yale yakamilike ama ile maono yafanikiwe. Kufanikisha maono yoyote ambayo ni ya Mungu. Hivi ndivyo nataka niseme, na najua unaandika. Kufanikisha maono yoyote ya Mungu, Mungu anahitaji mtu mmoja tu, one man. God calls one man. Mtu mgani? Nikisema one man simaanishi mwanaume. Malika. Unajua mwanamke na mwanaume walikuwa ndani ya mmoja, si ndio? Hali mwanzo. Sisi tunasema hivi. Wapo ile. Lakini ile lugha ya Biblia inasema ni mali. Inatumia mali. Kumaanisha akiwa mkamilifu. Mungu anaita wema akitaka kuachilia maono kwa dunia hii. Wema. Lakini Mungu anajua hakuna mtu ambaye ni mmoja hivi binafsi anasimama anaweza kukamilisha maono yake. Kwa hivyo Mungu akiita mtu mmoja, anatarajia yule mtu mmoja atauzisha ile maneno, ataachilia ile maono ili watu waielewe, na wakielewa wanamfuata. Yesu Kristo alipokuja duniani na ameanza huduma baada ya miaka 30 amebatizwa. Biblia inasema alikuwa anapiga pale Jerusalem pale katika ziwa, akamkuta Petero na ndugu zake, na akamwambia Petero, njoo nifuate, nitakufanya mfuasi wa watu. Na ukiangalia vizuri lugha ile Yesu alitumia pale ya ufuasi, kufua, ni lugha ambayo Petero hakuwa na shida nayo, ni lugha alielewa. Sema ni lugha alielewa. Imagine Petero Yesu ageenda akute mkulima wa ngano, aende pale Nazareth akute mkulima wa ngano, mtu mwenye kama mheshimiwa Nyachae huyu wa Kenya ako na maelfu na maelfu ya maacres ya ngano hapa Kenya, mwenye unga, kampuni tu unga. Imagine ageenda kwa mtu kama Nyachae, amwambie Nyachae, njoo unifuate, nitakufanya wewe unafua watu, yaani uwe fisher of men. Unajua yule mzee akimwangalia hivi haikashindwe. Sasa huyu mimi mambo na kufua, how nina kufua na kukua mkulima wa ngano zinaingiliana wapi? Lakini ile lugha alitumia kwa watu wale wote, hakuna mtu hakuelewa lugha yake. Kwa bila picha nitakufanya mtu wa kufua watu. Akili yake inasema si hiyo ni kitu niko na skills, hiyo ni kitu ninaelewa, niko na idea. Kwa hivyo wakamfuata, na ndipo sasa nilifundisha pale, nilisema doctrine doesn't change, itikadi haibadiliki, ukweli wa neno la Mungu haubadiliki, lakini forms zinabadilika. Yesu akaintroduce forms zingine
Injili kwa mwanadamu. Akajua lazima nifikie mtu mahali alipo, mtu ndio anielewe, akuje mahali nipo. Kabla afike mahali nipo, lazima niende mahali alipo. I have to go where they are. Nilijua pale lazima niongee lugha yao ndio niwapate. Sawa sawa? Niongee lugha ya kuvua samaki, sababu wanaelewa omena na tilapia na hizo ndio wanaelewa. Kwa hivyo lazima niende mahali wako, tuongee mambo ya samaki, tuongee mambo ya omena. Tukishamaliza kuongea mambo ya omena, pole pole niwalete mambo ya ufalme wa mbinguni. Tumeelewa? Na hii ni faida kubwa sana katika uongozi wa kanisa, kwa sababu nataka niende pale kwa Genezareth, nimuite Petro, na mara hiyo siku mbili mwaka moja, nataka Petro atoke hapo kwa samaki na akuje hapa aanze kuongea na tongues. Haitawezekana. Wapi jirani yako haitawezekana? Na nikisema kuongea na tongues siongei tu kuhusu kuongea lugha za maombi, na maanisha ni vigumu mno. Mtu nimetoka kwa samaki jana, kuwa baada ya mwaka moja nina expect akuwe bishop, na ni kijana wa miaka 23 na behave kama bishop wa miaka 60. Haitawezekana. Haitawezekana. Kwa hiyo tukue kitu kinaitwa realistic. Tujue tukishamtoa hapa kwa samaki na kwa ile tamaduni amezoea, kuna kajia, kuna kabila hivi. Akamwambia Petro, nisikilize, katika hii maono, katika huu mwaka inajenga kanisa la sio lako Petro. Nataka utuelewane hapa Petro, hata kama uko karibu kwa umri na kwa kila kitu. Kanisa ni nani? Ni yangu. Ninajenga kanisa lako juu ya huu mwaka, na malango ya kuzimu hayata nini? Ni kanisa la nani? Langu. Kwa hiyo watu kama nakuacha kama kiongozi wa hawa, lazima ukumbuke ni nani. My friends, Yesu hakukosa kumkosoa Petro wakati alina kuna makosa. Wanaenda wanajipata kwenye vita, na Petro anakata masikio ya mtu. Hapo Yesu anarudisha masikio, lakini anamkemea nani? Kwa sababu kama wewe ni kiongozi, umesikia sauti ya Mungu kwa ukamilifu, kama una uhakika wa sauti ya Mungu, wale wote unaongoza wakiwa viongozi ambao umechagua na washirika, kama wewe umesikia sauti ya Mungu kama Musa, wacha nikwambie, Mungu anakutetea. Kweli si kweli? Kama ulisikia sauti ya Mungu, kama haukujiingiza katika ministry, basi hauna haja ya kuogopa washirika na viongozi wale unaongoza na wao. Wewe ndio umebeba maono. Na ni makosa sana wako kuachilia nani au nani aharibu maono, sababu Mungu hana maswali kwa Haruni na hana maswali kwa Miriam, ana maswali kwa Mungu. Na ndipo unakuta hata saa ile Haruni na Miriam wanaongelea Musa, Mungu hakuji kwa hao, na ni viongozi, si mmoja ni nabii mwingine ni kuhani. Hakuji kwa wao, hakuwaita. Hata saa ile alikuwa anaita Haruni, alimwambia Musa aje, enda badilisha Biblia yako, si ndio? Sababu wewe ndio nimeita. Wewe enda uordain na wanoite hao maandiko. Ni wewe nimeita. Jamani, kanisa linapoteza sababu unaogopa kuambia viongozi na kanisa ukweli. Hata sasa hiyo waliasi, Mungu alikuwa Musa akamwambia, "Nita Biblia yako na gani?" Wewe, sababu ni wewe ndio ulikabidhi maono. Wewe ndio ulikabidhiwa maono mtu. Kwa hivyo usije ukasema, niliogopa kufanya hivi Jumapili sababu sitaki kukosa washirika. Niliogopa kufanya hivi sababu niliogopa kukosa maandiko. Ni wangapi hapa tunakataa kufanya mambo mengine sababu tutakosa washirika? Ni wangapi? Unataka kufanya jambo fulani sababu tutakosa washirika. Tutakosa viongozi wengine. Wacha nikwambie. Mungu, mchungaji hapa ni nani? Mungu ukiamka kesho
Akwambia ngoa ile mlango pale uleze hapa. Usirudi kwa mshirika kumuuliza pesa. Mlango ngoa weka wapi? Sawa. Hakutakikona. Kuna mambo ambayo utasikiliza kwa Mungu na uambie sababu wao umewamobilize, umewaita mshirikiane maono. Uambie maono Mungu amesema 2021 inaelekea hivi, haitaelekea hivi. Sawa. Kwa sababu wewe ndio uliitwa. Na wewe ndio uko na kitu kinaitwa blueprint. Ndio umebeba hii kitabu ambayo inasema exactly maono inaenda hivi, ikifika pale inapiga hivi. Tunasimama hapo mbele 3, then tunainuka tunaenda hivi. Sawa. Ukimobilize, usisahau hata kama wewe unaenda na motorbike boda. Na jiko ni wako anaenda na Lexus. Maono ni nani amebebeshwa? Usikwe intimidated. Usione magari makubwa na washirika. Usahau Mungu alikuitia nini. Usisikie kiongozi mmoja watoto wake wote wako Canada. Yeye anatoa zaka kubwa. Upite maono. Sawa. Kama aliitwa na kaitika kukusupport, atakusupport na ataenda na wewe mpaka mwisho. Hakuna mahali tunasoma Biblia tunakuta Musa akihubiria Joshua. Kuna mahali. Lakini unakuta yule kijana alikuwa gada, alisimama na Musa. Ni kama mtoto alikuwa amezaa mwenyewe. Vile kijana anaweza simama na baba mzazi. Hivyo ndivyo Joshua alisimama na Musa. Na hakuna mahali tunakuta alikuwa kiongozi. Unajua Joshua alikuwa kiongozi mahali. Hakuwa hata kiongozi wa vijana ama kabila. Yeye kijana tu alikuwa hapo na baba yake Musa. Na Biblia inasema kitu kinanifurahisha sana. Muradi Mungu anaendelea kumtumikia. Musa anaendelea kumtumikia Mungu. Na yeye Joshua alimtumikia Musa. Kama mpaka Mungu anaona moyo wa huyu kijana. Anajua huyu kijana hata kama hayuko kwenye familia ya ukuhani na hayuko kwenye familia iko na uongozi wote, huyu ndiye atachukua Musa akitoka. Na kuambia usiangalie watu. Waje watatanishe maono ya Mungu katika maisha yako. Fuata blueprint. Fuata vile Mungu anasema. Mungu mwenyewe anajua kina Joshua ni nani katika kanisa lako. Sawa. Kwa hiyo usiogope wanadamu. Kwa sababu watafanya upeleke maono kwa njia isiyofaa. Na nikisema hivyo nasema hivyo yote ndio niwaambie turudi wapi? Kwenye drawing board. Ujiulize wapi niliokoswa na mtu hapa? Nikaacha kile Mungu alikuwa amesema. Na maono yakaenda vile isivyo, na ndiposa watu wakakuja kutoka kanisa. Wengine wakakuwa maribe tu. Wakaniacha tu wanaongea tu mambo zangu huko barabara. Ni sawa tu wakiongea. Lakini kuna sababu ambayo labda inafanya waongee ambayo wewe ndio ulikosea. Na haukukosea sababu ulitaka kukosea. Kimutu tu kilitumwa na shetani kikakuja kikakusaidia mwaka mmoja, halafu kikakuharibia mimi. Ni vizuri sana kama mtumishi wa Mungu kuelewa mimi kama Nehemia, ni mimi nilishika maono, ni mimi nimeita watu, ni mimi nimechukua vitu. Kwa hivyo hata tukienda pale Yerusalemu kujenga kuta, ni mimi watakuwa wanasikiliza. Kwa sababu mimi ndio, ukirudi hapo kwa maandiko unakuta aliulizwa na mfalme, unaona kama utakaa muda wa siku ngapi? Biblia inasema akampatia muda. Sababu alikuwa anafanya calculation yake vizuri. Alikuwa amehesabu vitu zake vizuri, anajua nikitoka hapa nipita mahali fulani chukue kitu fulani, nipata watu 200. Tutajenga huyo ukuta na siku fulani. Alifanya calculation yake kutoka dini. Kwa hivyo alipoenda kwa mfalme, ilikuwa ni kitu amekamilisha kabisa. Ni kusoma tu. Na akaenda na kwa ukweli kwa siku 52 kuta zikamalizika. Na alikuwa na changamoto, ndio alikuwa nazo. Kulikuwa na Tobias na Sanbalati. Walimkejeli, walikuja, lakini sababu alikuwa amejiwekea time, alijua nikiweka mawazo yangu kwa hawa majamaa siku zitapita, nitapoteza muda. Kwa hivyo mwenyewe akajua sasa ni kureorganize, ni kurudi kwa drawing board. Nijue tutafanyaje hapa. Kuna adui, kuna kazi. Kazi lazima itekelezwe. Lakini lazima tukue makini kwa adui tutafanyaje? Akawaambia sasa, mkono mmoja inajenga, nyingine imeshika nini? Ni sababu tunaporudi drawing board
Mungu anatuwekea mahali pengine zaidi. Sawa sawa. Angekaa tuseme nitaendelea tu vile tulikuwa tunatenda kabla. Sisi nimeitwa niko na maono. Sisi tutaendelea tu kujenga, tuiginua watu. Hapana. Alijua wanaweza kutuvamia dakika yoyote. Kwa hivyo sasa kila mtu chukua nini? Upanga. Mkono mmoja ijenge, ingine imeshika upanga. Lakini ukiangalia upanga haiko hapo mwanzo, imekuja mahali katikati. Kwa hivyo katika maono yoyote kuna vitu Mungu anaenda akipatia instructions, kuna maagizo ambayo Mungu anaendelea akiongeza. Na ni lazima tumakinike ili hata kama niliamua nipitie bahari ya Shamu nikapita, nilipofika hapa mwisho wa bahari niko upande mwingine. What next? Mungu unaniita kufanya nini next? Sio kusema tu niliitwa. Najua hiyo shida kubwa sana watukaji, niliitwa. Bali mtu halafu. Na ndipo unakuta tunaweka tu watu hapa mahali niliitwa. Tunaishi mahali panaitwa niliitwa. Mimi niliitwa na Mungu. Unakaa tu hapo panaitwa niliitwa. Mungu hakukuita kwa hapo. Sawa. So ninajua wale wanaandika wameandika mambo mengi. Wale hawaandiki na Mungu awabariki. Nilisema hivi. Vile unavyojiona. Kutoka hapa tunaenda kujihoji. Ukiona watu wako wako hivi kanisani. Ni kitu gani which is a trait ni ile character ambayo iko pia mahali. Ni kitu gani unaona na watu tabia fulani ambayo unaweza itafutilia ipate hapa kwako. Vizuri sana. Kwa mwanafunzi wa kweli. Akili usahau. Akili ufanya nini? Mimi nikienda kanisani hata leo hii. Na nasema hivi kwa kunyenyekea sana. Na hata digrii 4 iko kwa mfuko. Nikitolea ile bana tutashangaa. Iko lote kabisa. Kuna siku nimeenda kwa kanisa ya Kongo. Hapa mahali santo Mungu chini. Akasema kuhusu ile miti. Ile ilikuwa inaambiwa ufanye kitu, lakini alikuwa anatufundisha kuhusu ishi kwa yale makusudi Mungu alikuumba ishi kwa yale. Usichukue makusudi ya mwingine, usifanye makusudi ya mwingine. Kama kiongozi nikaandika. Niko na kitu inaitwa notepad kwa my phone. Nikaandika. Na hapo chini inakuuliza ungetaka kukumbushwa nini? Kwa hivyo nikaandika every evening for 2 weeks. Kwa hivyo kila jioni 6 kalikuwa kana pop kwa simu ninasoma. Ana pop ninasoma. Kwa sababu tutasoma hiyo baada ya hii. Every leader, kila kiongozi ni msomi. Kama wewe ni kiongozi na muda urafiki na vitabu, rudi kwa drawing. Rudi wapi? Si tuko viongozi hapa. Si tuko viongozi. Kama wewe ni kiongozi na hamna urafiki na vitabu, iko shida kubwa. Lakini uzuri ni shida inaweza kusuluhishwa siku moja. Yes. It's a good problem. It's a good challenge. Kuna vitu tunaitaga good problems because they are solvable. A good problem ni ile problem ambayo mahali ninajikuta niko kwa hiyo problem. Badala ya nipeleke chini, ninanyanyua juu. So, that's a good problem because you're in the right place. Okay. Kwa visionary leadership nataka niseme kitu ambayo nafikiria itakuwa ya maana sana. Nilisema kiongozi yote ambaye ameitwa na Mungu lazima akuwe visionary leader, servant leader na transformation leader. Tunaenda kumalizia visionary. Ni kumaanisha amecast vision, yani ametoa maono yake watu wanaielewa.
mtu hapa, what is the vision of your church? Maono ya kanisa lako ni nini? Ni wangapi wanaweza kuniambia maono yao ni nini? Na mkwe very true, tuko class. Tuko class. Maono yako ni nini? Ile Mungu alikupatia na ile umekuwa umepatia watu. Maono Mungu amenitoa kwa watu wake niwaambie ukweli na ukweli uweke. Neno hilo ni Biblia kweli hiyo. Asante sana. What is your vision? I am that vision. I'm not a visionary. You are in a vision. Very good. Asante sana. Vision baba. Let's ask questions. You seem to understand. What is your vision? Na mimi kiongozi wangu, vision ya kanisa yetu ni kuhubiria watu watoke kwa dhambi, wakue kiroho, lakini waweze kuwa hata kimwili na kiuchumi. Kuwafunza jinsi ya kukua kiroho na kihalisia. Asante sana. Sasa the next tomorrow si kesho niko hapa. Yes. Pastor John. Kesho kila mtu aende andike maono ya kanisa au the vision of the ministry. Kama ni mtu wa uchumi ya maono, ndio pastor maono ya kanisa yenu akupatie. Sawa? Na ningetaka kama uko karibu na mtu mwenye ni yangu, mwambie akusaidie kufanya kitu articulation ama kuelezea maono yako kwa aina kama tano. Sawa? Na sitaki uweke Bible verse hapo. Bible verse usiweke kwa hiyo maono. Bible verse usiweke wapi? Kwa hiyo maono. Kwa hivyo nataka kuniambia kitu inaitwa vision. This is a vision of my ministry. Ministry yangu inaitwa, this ministry is called Word Outreach. This is a vision of Word Outreach. Unaandika hapo, unaarticulate. Halafu baada ya vision kuna kitu kinaitwa mission statement. Mission statement ni jinsi ya kuhakikisha hii maono imetimia. Sawa? Kama hauna hizo vitu mbili, umekuwa unatembelea pale kamzunguko ya Sinai. Kadesh Barnea. Na ndipo unakutaka kuna kitu ulifanya last year, zinajirudia this year, zinajirudia baada ya miaka 5. When you have a vision like you are, sababu wale watu wako na vision. Una hiyo maono ambayo mwaka baada ya mwaka kuna record ya ile safari nilianza. Nilikuwa ninaenda kutoka Egypt mpaka Canada. Na saa hii nimetoka Kadesh Barnea. Nimebakisha mwezi mmoja nifike Jordan. Otherwise, umekuwa unazunguka tu. Ndio unakuta hata kubadilisha mambo mengine kanisani ni ngumu, sababu watu kuna kajia walizoea. Tulikuwa hapa jana. Tulikuwa hapa last year tulikuwa tuliona hii kama mnaenda. Haya, na tulikuwa hapa tena. Tulipitia hapa. Wewe ukumbuki? Sasa wewe, ukumbuki? Mnaenda. Na hii si ile. Si hapa na ndio walikuwa wamekaa. Unakuta mnaenda kwa mzunguko tu. Ndio unakutana washirika wako wanakuambia, "Pastor, unajua tulikuwa na semina hapa ndio ya sana. Tulifanya hivi na hivi. Si tufanye hivi." Na unasema, tufanye. Sababu mko kwa Kadesh Barnea. Unazunguka tu, mambo inaendelea tu. Pia ilikuwa inaendelea kabla ya COVID. Ndio bado inaendelea. Kiongozi lazima akuwe very adjustable. Ndio aweze kuingisha watu kwenye seasons mpya.
Sawa sawa. Kwa hivyo wewe kuandike. Because from now nataka nikiwasikia nisikie mmetoka Kadesh Barnea na mko Jordan. Jordan mahali mnaambia washirika kama 20. Nataka kila mtu simama. Nataka utafuta mahali na wewe nataka I want to plant churches for you. Sababu umeingia kwa mahali pa inheritance. Sawa sawa. Hawezi kuishi na watu pale Kadesh Barnea. Usema wakifikisha 8 years ndio wanaenda kuinherit. Ama mko insecure hamtaki washirika wenu wakuwe na watu. Na kanaisha ukijua nilikuwa hapa mwezi wa Januari na mwezi wa 10 niko hapa. You do something called measurement of progress. Unapima progress. Na baada ya 2024 niko hapa. Lakini kama hakuna strategic plan, Biblia inasema in the fullness of time Yesu alizaliwa. Mungu alikuwa ameweka mipango. Wewe unakuta kuna mtu anaitwa Abraham amepata katoto, kuna story inaendelea. Wewe elewa vizuri. Kile kanaitwa Ishmael kanaondolewa, aka kanaitwa Isaka kanabaki. Unasikia hapo katikati kuna Jacob, kuna Juda. Unafuatilia huyo Juda, unakuta story yake kuna vile inaenda, wengine wanaachwa nyuma. Yeye yake inaendelezwa. Unakuta kuna Jesse. Unakuta kuna Boaz na Ruth. Unakuta kuna Jesse. Unakuta kuna David. Unakuta kuna vitu Mungu alisema kwa Juda, anasema kwa David. Unafuatilia, unakuta Yesu anatokelezea mahali hapa. Ukiangalia nyuma from Jesus, unaanza kuelewa story na Isaac. Kwa sababu Mungu hafanyi vitu nde anaamka anasema leo nasikia kuomba na kufasta. Kesho anasema najisikia na ushirika. Kila kitu hata ushirika wa kawaida kwa Mungu it's in the strategic plan. Iko kwenye mpangilio. Kwa hiyo nimesema inaitwa mission statement. Sawa sawa? Iko kwa mpangilio. Siku fulani baada ya miaka 5 lazima kakijana kazaliwe mahali fulani ili kalifanyie kitu fulani. Yake inakuwa imepangwa kabla hajaanza. Na hiyo ndio tabia ya mtumishi wa Mungu kama kiongozi. Ya kwamba urudi leo kwenye drawing board. Ambia kanisa lako, sasa nataka tukue watu wenye wako na mwelekeo. Tujue 2023 tutakuwa wapi kama kanisa. 2026 tutakuwa wapi kama kanisa. 2030. Na ukisema hivyo, unasema in consideration with all the people in your church. Hawa vijana ambao wako 20 years. Mimi kama kiongozi nataka kuwaona wapi baada ya miaka 6 baada ya wakiwa tu washirika hapa. Nataka kuwaona tu wakizunguka wakicheza gitaa alafu wanaenda na rudi tunakutana sana. Is that the way I want to see it? Sasa that is when nimesema ni vizuri sana kurudi kwenye dini. Jiulize, apart from kuomba na kusifu na kuruka. Nataka kuona hawa watu wakiwa katika viwango gani maisha ya kiroho, katika mahusiano hapa Kenya, katika maisha yao ya kitume. Nataka niwaone wapi. Ukianza kufikiria hivyo, unakuta baadhi ya wachungaji wako ama viongozi wako, kuna yule anakuambia, baba pastor, tufanye hivi na hivi kuhusu vijana, ili baada ya miaka 3 tukue hivi na hivi. Sawa sawa. Sasa watu wa Mungu, Mungu ni kuna mtu haelewi strategic plan nini? Hebu niseme kwa lugha. Igenamika. Una plan for the church and for the vision. Sawa sawa. Basi kuna uoga.
Usiogope ati kijana fulani kufungulia kanisa fulani umempoteza au hujapoteza. Unajimultiply. Njia moja ya kiongozi ni kujimultiply. Nasema kwa hiyo tukiongelea kuhusu transformation ya biashara. Kwa hivyo after casting the vision, na nimesema kesho kila mtu aje amejua vision. Sitaki scripture, sitaki mambo andiko ya Biblia. Sawa? Whether ufanye vision ni nini na mission statement ni nini. Vision na mission statement. Hii ni moja na nyingine ya pili inaitwa mission statement. Mission statement is vile umepanga kuachieve hiyo. Sawa sawa? Niwaelezea kidogo vision ni nini. Ndio tuelewe. Nitatoa tu mifano. Vision. Pale Kongo. Sababu Kongo kulingana na ile historia nilisoma kwa mdogo sana. Nilisoma ya kwamba Kongo is the richest nation in Africa. Hiyo taifa tajiri sana Afrika. Kwa hii tunaita minerals na weather. Hali ya anga pia. Na nikasoma pale kuna vitu vinaitwa tropical forests ambazo kuna zile mbao zinauza bei kali sana duniani. Na pale Kongo kuna mito, rivers nyingi sana. Ni kweli ama si kweli? Nataka sasa kila mmoja wetu pale Kongo kwa muda, sababu nikikwambia Nairobi River, hapa Kenya unajua mto gani Nairobi River, si ndio? Nairobi River ni mtaro. Mtaro. Ukitaka kuona mito wengi Central Kenya huko. Ukienda mliwe kutembea Mount Kenya. Maana na Nyeri huko. Ikakukumbusha Kongo. Milima, mito, kunakaa Kongo huko sasa. Mto, hakuna mtu hapa hajui mto ni nini. Tumeona mto. Sababu ya maji tumetoka. Mto, ukiangalia mto inatokanga juu ikienda chini, kweli si kweli? Ukiwahi na mahali mto inatoka hapa inapanda mlima, hiyo ni kitu ijaonekana duniani. Itafanya watu wote wakuje waangalie. Mto inatoka wapi? Juu kwenda chini. Juu kushuka. Hiyo ndio characteristic moja ya mto. It flows downwards. Number 2. Difference ama tofauti ya mto na bahari. Ni kuwa bahari iko tu mahali pamoja. Inaenda hivi. Nani anaenda kujerusha hapa? Nani anaenda Mombasa? Umefika kwa beach. Asubuhi unaenda, ukienda kama saa 3 kama saa hizi siku za ngapi? Ukienda kama saa 3 asubuhi, utashangaa. Unaweza tembea na kilomita kama 2 ndani. Sababu ni mchanga tu. Maji yanataka uhamisho wa maji. Maji inaenda. Unaenda kwa mbali huko. Halafu saa 10 ikianza kufika jioni. Tembeeni tu Mombasa. Unaanza kuona maji yanakuja. Makubwa yanakuja hivi. Waves. Alafu inarudi mahali pale. Kwa hivyo mahali umefika pale kilomita 1, ukikua hapo maji kwa juu yako. Hata ukiingia 10 meters maji yanafunika. Maji inaenda hivi, haina mwelekeo. Iko kila mahali kwenye bahari. Sawa sawa? Na kanisa au huduma ambayo haina vision, haijatangaza vision yake, kwa sababu sijaenda hiyo step sababu niliona kama mhamjui vision ni nini, hata mdhabia Afrika vision ni nini. Mnaenda
kasafari tu. Nataka mwende tu kasafari tu. Nataka mwende safari. Unakuta kanisa linayumbayumba tu kama hiyo maji. Leo tunaenda hivi, tunafurahia. Kesho tunaenda hivi, tunafurahia. Tunaenda mahali ni bahari tu, pale tu inanyesha. Lakini mto, maji inatoka source, inateremka ikielekea huko. Sasa nataka niseme hivi, uandike kama unaandika. Maono ni kama mto, sio kama bahari. Maono, characteristic kubwa sana ya maono ni kama mto. Vision is like a river, it's not like a sea. It's not like a sea, it's like a river. Ni kama mto. Ni kama mto kwa sababu gani, my friend? Nirudi Kongo, nirudi Kenya, huko Central Kenya. Niseme hivi, mimi ninajua mito. Mto kwa wale wameona, na ninajua tumeona sisi wote. Kuna kitu inaitwa bank of a river. Kuna mwisho hii na kuna mwisho hii. Si ni kweli? Na maji yakikuja yanapitia hii njia, ikifika pale mwisho hiyo bank, ile mwisho ile bank inapiga hivi na hii inapiga hivi. Kwa hivyo maji inaelekezwa. Si tumeona hiyo? This is nimerudi hivi ndio tuweze kuelewa. Kwa sababu mto ni kitu sisi wote tunaelewa ni nini. Na nataka tu differentiate mto na bahari. Bahari inaweza kuwa mahali pazuri sana pa tourism na watu kwenda kuona. Lakini bahari haiko possible kupatikana bila mito. Mito ndio inapeleka maji pale. Na maono ya ministry yako na huduma yako inafaa kuwa kama mto. In other words, haiweki watu mahali pamoja. Watu wako katika progress. Yes. Watu hawafai kuwa mahali pamoja. Kwenye maono yote, there should be progress. There should be from this point. Lazima pamoja kutoka hii point mpaka hii point. Na ikuwe visible. Sio kuimagine, ikuwe kabisa hata mchungaji mwenyewe anadhibitisha nimeona progress. Na sio progress tu mambo ya kiroho. Sababu mtu ni ako mara tatu, ako na roho, ako na nafsi, ako na mwili. Wholesome growth. Lazima kuwe na progress katika hizo sehemu zote tatu. Kwa hivyo kama mwaka huu ameongea na lugha, mwaka mwingine inafaa awe anaweza kufundisha neno la Mungu. Mwaka mwingine anafaa kuwa anajinawiri kifedha. Sababu hiyo maisha yote iko kwa mkono wa mchungaji. Lakini lazima aweke maono vizuri. When you hear, ukisikia hizi pande mbili za mto zinaitwa bank of a river, ni za kuzuia maji kwenda tu katika any direction. Ndipo unaona kuna tofauti katika bahari na mto. Kwa sababu maji ya mto ina mwelekeo. Mwisho hii na mwisho hii. Ikienda kutoka hivi, hii mwisho inaambia maji, rudi njia yako. Mwisho nyingine, rudi njia yako. Kwa hivyo inakuwa na mwelekeo. Na mwelekeo una kitu kinaitwa progress. Yaani kukua ama development inaonekana. So a vision is like a river. Vision ni kama mto. Number 2, vision ni kama kitu kinaitwa lenses ama magnifying glass. Lens kama ile nimeona baba amefanya area. Wewe watu wao. Maana ni kama hiyo. Glasses zinachukua. Haja kubwa ya hii ni zile maneno ambazo hazionekani zinasomeka. So as a reader, you're supposed to know that your vision, maono ile Mungu amekupatia, ndio lens. Yaani ndio ile glasses. Watu wangu ni kusaidia kidogo. Washirika wangu na wafuasi wangu wote waite madikoni, maenda.
ile kazi wanakufanyia na vile wanafanya ni kulingana na ile lensi umeweka mbele yao. Sawa mchungaji? Wakiangalia hivi wanaona tu vitu vinasomeka, wanaona vitu vinasomeka ama wanaona vitu zao. Unajua kuna viongozi uko nao kwenye kanisa mchungaji, na haoni vile unasema na vile unafanya. Hapo na ndoto zake. Hapo na vitu zake. Sababu ndoto yako haukumwekea lens, yani kitu ambayo ina clarify, inaonyesha kabisa kwa wazi ni hivi. Kwa hii kanisa tunafanya hivi. Kwa hii kanisa this is the way tunaenda na njia hii. Sio hii ni mzuri, sikatai, lakini hatuendi na hiyo. Sawa sawa? Sawa sawa watu wa Mungu. Yes. Lazima kama mchungaji uelewe maono ni kama hiyo glasses. Yaani watu wako wote wale viongozi uko nao ama wale wafuasi wako wanaangalia vitu ile yote unasema kupitia hiyo miwani fulani ile umewawekea mbele ya macho yao. Ndipo sasa lazima uone vision kabisa kwa wazi wao. Wajue vision ya mchungaji wetu ni hii. Na ndipo sasa tuweze kufanya hivi na hivi sababu hii haiko katika maono. Ni kwa sababu wewe unakuta kanisa zingine zinafanya kila kitu. Mkiona pepa inafanya hivi, Sunday nyingine mnafanya kama pepa. Mkiona deliverance inafanya hivi, mwezi mwingine mnafanya kama deliverance. Ukienda kwa mchungaji Jean Paul, unafanya hivi, mwezi mwingine mnafanya kama mchungaji. Ni kwa sababu gani? Haujaweka maono yako kwa wazi. Watu wajue hata kama ya Jean Paul ni mzuri, hata kama ya deliverance church ni mzuri, yetu sio hiyo, yetu ni hii. Sawa sawa? Kuweka maono kwa wazi. The work of lenses ni kufanya kitu kinaitwa kuclarify. Kuweka kwa nini? Wazi. Ili kila mtu hapo anaambiwa na Mungu. Anaambiwa na Mungu. Hapa andika maono yako kwa herufi kubwa. Andika kwa nini? Kwa hiyo ninapowaambia wachungaji kesho tukutane hapa mumeandika maono, si mnaona sijakosea? Mungu alimwambia hapa ende uandike kwa nini? Herufi kubwa. Ili hata mtu mwenye nikipitia na kimbia kwa piuni zake hata epuka kusoma. Atasoma hata kama hataki. Put your vision in clarity. Wacha kuasimu ati kama ni mchungaji watu wanajua kile anataka. Wacha kuasimu mimi ndio mchungaji. Wataelewa tu tukiwa jiani, watashika tu, watakamata. Hapana. Tuko katika kizazi tofauti. Hapa sasa vile my grandmother yule gogo wako alikuwa anakuja ninamfuata tu. Tuko katika kizazi kile kinataka ukimwambia twende hivi anakuuliza kwa nini? Kufanya nini? Ama hakuna hao vijana kwa kanisa. Ni wewe. Lazima mkue very tulivu. Muangalie mida, muangalie season ile tuko ndani yake. Vijana wengi wamekuja Kenya, wamefundishwa na tamaduni ya Kenya. Na zaidi ya Kenya wako kwenye mitandao ambayo inawafundisha dunia inaelekea namna gani. Si ndio? Kwa hivyo sio wale mtu anaambia wewe mami kuja kimbia mahali fulani. Anaenda. Siku hizo wanauliza kwa nini? Ndio nini? Pago tu kanisani. Mimi sijisikii leo. Ama anakuja sababu ulimwambia kuja kwa nguvu. Unakaa kanisani akiimba, wakimaliza nyimbo yeye anatoka nje. Kwa simu. Wengine hata wako kwa mitandao kwa kanisa. Au kwa Facebook. Na mnaangalia kama hizo tunasema mnapata kizazi. You lose the generation. Tupende tusipende. Hiyo ina hapa. Tunapoteza kizazi. Kama unataka kuna ile posterity, ile utajiri, ile inheritance, urithi wa Kongo. Kama unataka kurudia ule urithi ulipokea, umepokeza kizazi kingine, lazima uanze kujibu maswali yao kwa usahihi. Lazima uanze kufanya nini? Wajibu. Sio kwa ignore. Ati kijana ana roho chafu sana. Kijana asisikia.